Hivi ndivyo watu wanavyorudi kwenye umaskini, kwa sababu wanataka kuwafurahisha watu wengine. Unajua bana, kuna aina mbili za heshima. Kuna heshima ambayo ipo ndani yako, na kuna heshima ambayo unaipata kutokana na vitu vya nje. Heshima ambayo inatoka ndani yako ni ile heshima ya watu wanakuchukuliaje kutokana na utu wako, humanity, kama ni mkweli, kama ni mkarimu, kama ni mpole, au kama unachukua uamuzi ambao hauumizi watu wengine kwenye society, kwenye jamii kwa ujumla. Watu wanakuheshimu kutokana na hicho kitu. Alafu kuna heshima nyingine ambayo inatokana na vitu vya nje. Heshima ambayo inatokana na vitu vya nje ni heshima ambayo inakuja kutokana na mali ambazo tulizonazo, pesa na materials ambazo tunaweza kuafford kununua. Ukuta mtu ananunua gari ili aweze kumimpress tu mtu mwingine, au ili aweze kupata heshima kwa watu. Na ukuta mtu anasema kwamba nikinunua iPhone 17 nitakuwa na heshima, nitaweka heshima, au nikinunua kiatu aina fulani, Jordan aina fulani, nitaweka heshima. Kwa hiyo hizo ni aina mbili. Sio mbaya kuwa na respect sehemu zote mbili, respect ya ndani na respect ya nje. Sio mbaya, unaweza kuwa nazo zote mbili, kwamba ni mkarimu, watu wanakuheshimu kwa sababu ni mkarimu, au kwa sababu ya maamuzi unayochukua wewe ndani yako, au kuna wengine wanakuheshimu kwa sababu ya pesa ulizonazo au na vitu ambavyo unavyo. Kwa na vyote viwili sawa, lakini heshima kubwa ambayo itakufanya uconnect na watu na atakuheshimu kwa muda mrefu ni heshima ya vitu vilivyo ndani yako. Ina maana ukarimu na vitu vingine ambavyo vinakufanya uwape watu value. Wakikusikiliza wanajifunza kitu, wakikuangalia kuna baadhi ya vitu wanajifunza kutokana na mienendo yako, kutokana na uhalisia wa jinsi wewe ulivyo. Sasa inatokeaga watu wengi wakikosa value sehemu ya kwanza, wanaforce kuwa na value sehemu ya pili ambayo ni kuwa na material. Wanatafuta heshima kwa nguvu, wanatafuta heshima kwa pesa ambazo wanazitafuta, ambazo wanazipata, ili wasifike tu kwa watu, ili waongelewe vizuri. Hicho kitu kinawadidimiza sana, kinawarudisha sana nyuma, na ndio moja kati ya vitu ambavyo vinafanya watu wengi waliokuwa kwenye hali ya chini wakaanza kupata kipato warudi kwenye hali ya chini, au wabaki kwenye kipato kimoja miaka mingi. Yani kwa muda mrefu nakuta mtu status yake ya kipato ipo pale pale, kwa sababu anataka kuimpress watu. Mtu anaingiza shilingi 600,000 kwa mwezi, alafu ana purchase kitu cha 600,000 kila baada ya miezi miwili. Ukipiga mahesabu it means anakuwa anabaki na shilingi 300,000 ya matumizi ya mambo mengine. Hiyo 600,000 kaitumia kisa nini? Kisa kuimpress watu wengine, na wakati maisha yake ndani na maisha yake ya watu wengine au familia yake imestaki kwenye state fulani ambayo ipo pale pale, haikui. Kwa hiyo ni bora tutafute heshima ya ndani, ndio heshima ambayo itakuwa itatuconnect na watu wengi, ndio heshima itakao tufanya tutoke sehemu moja twende sehemu nyingine, kuliko kutafuta heshima ya kuwa na materials. Utamiliki kitu cha bei kubwa, watu watakuongelea sawa, lakini haina manufaa kwao, na pia haina manufaa kwako. Itazidi tu kukuumiza, itazidi kukugandamiza. Na usizanie mtu anagiupo kwake ana shida zake anakufikiria wewe. Anafikiria fulani kanunua kitu fulani, ataongea na familia yake, au ataongea, kila mtu ana kitu chake kichwani mwake. Itakupa attention ya muda mfupi, baada hapo itazidi kukuumiza. I'm out.